Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena ameweza kutupa kibali cha kusikia maneno yake. Uko nami Apostle Stanley Charles. Na kabla sijaendelea, funika macho yako niweze kuomba. Baba, ninakushukuru sana, ninakutukuza kwa ajili ya wema wako na ukuu. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa neema na kibali hichi ambacho umekiachilia. Baba, dondosha neema yako, watoto wako wakasikie yale wanayopaswa kuyasikia. Baba, dondosha neema yako, waliochoka na kuzimia mioyo wainuke tena. Baba, dondosha neema yako, ambao hawajakupokea Yesu Kristo wakakupokea siku ya leo. Utukufu na we Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba na kuamini, ninaomba na kushukuru. Amen. Asante. Ni vizuri tuweze kusikiliza maneno ya Mungu yanasema nini siku ya leo. Na leo ninataka kufundisha somo ambalo linasema ya kwamba uchungu unasababisha maono kuzaliwa. Narudia tena, uchungu siku zote usababisha jambo kuzaliwa. Naweza nikatumia lugha hiyo. Uchungu unasababisha jambo likazaliwe. Kwa nini nazungumza haya? Hakuna mwanamke aliyebeba mimba anapofika wakati wa kujifungua asipatwe na uchungu. Lazima apatwe na uchungu ndipo ajifungue. Na ndivyo katika hali ya uhalisia katika maisha ya kiroho. Hakuna mtu ambaye anaweza akazaa jambo pasipo kupitia uchungu, pasipo kupitia maumivu. Mimi sijajua una uchungu juu ya jambo gani ambalo umehangaika nalo kwa muda mrefu na unatamani hilo jambo likapate kuzaliwa leo kupitia neno hili ninalofundisha. Inawezekana. Kikubwa weka imani tu. Narudia tena, kikubwa weka imani tu. Ili mtoto aje duniani, tambua ya kwamba lazima mama apate uchungu. Na huyo mtoto haijalishi ya kwamba wakati mwingine uchungu huja na kupoa, lakini huwa ninaona madaktari wanatumia dripu za uchungu kuongeza uchungu ili kitu kizaliwe. Yawezekana neno hili linaweza likafanyika kuwa dripu siku ya leo ya kuongeza uchungu ndani yako ili kuna jambo likazaliwe juu ya maisha yako. Oh, haleluya. Inawezekana hili neno ambalo Mungu analiachilia siku ya leo masikioni mwako, liko jambo ambalo litaachilia jambo kuzaliwa ndani yako. Je, madaktari ni wabaya? Tunaweza tukajiuliza swali kama hilo. Kwa nini daktari, mtu anapokuwa yupo katika hali ya uchungu, huchukua dripu tena ya uchungu kumwongezea uchungu ili mama apate kujifungua? Oh, haleluya. Je, neno hili unaweza ukawa unajiuliza, je, mtumishi ameona maisha yangu? Je, anayasema maisha yangu? Mbona anazidisha uchungu na kidonda ndani yangu? Lakini ninakuhakikishia ya kwamba siku zote panapo na uchungu huwa kuna jambo kubwa la utukufu linashuka. Huwa kuna jambo kubwa la utukufu linazaliwa. Oh, haleluya. Haleluya. Hivyo basi, leo hii kuna mtoto anapaswa kuzaliwa. Sijui kuna mtu ananielewa hapo. Leo hii kuna jambo linapaswa kuzaliwa. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kizaliwe ndani ya mtu. Wengi siku ya leo wanataka baraka lakini hawataki uchungu. Lakini baraka haiwezi kuja pasipo machungu kuyapitia. Mimi sio mtumishi ambaye naweza nikakudanganya eti nikakupamba tu baraka ushuka tu ubarikiwe ubarikiwe. No. Lazima pawepo na uchungu. Pawepo na uchungu. Lazima ufanye kazi itakayokuumiza. Lazima ufanye kazi ambayo itakutoa jasho. Ndipo hapo baraka ya Mungu shuka. Heri amantarabados kapa. Kwa nini nakwambia hivyo?
Yuko mtu mmoja kwenye Biblia ninapenda sana kujifunza. Inawezekana mara nyingi nimekuwa nikiutumia mfano huu, na ninampenda kumsoma shujaa huyu kwa sababu huyu shujaa amefanya mambo mengi makubwa. Nikisoma Biblia huwa nasikia raha, nasikia kufurahi, nasikia shangwe, nasikia neema na kibali juu ya huyo mtu. Oh, haleluya! Ni nani huyo basi? Yuko mtu mmoja anaitwa Daudi. Daudi alipokuwa mdogo, huyu Daudi alishangaa sana kumwona Goliati akilitukana taifa la Mungu la Israeli. Na Goliati alikuwa akitamba sana juu ya taifa la Israeli. Na Goliati alitamba mbele ya askari wa taifa la Israeli. Na nataka nikwambie, askari wa Israeli hawakufurukuta, lakini Daudi ilimuumiza sana. Uchungu kaingia ndani yake. Narudia tena, uchungu kaingia ndani ya Daudi. Akashangaa, inawezekanikaje Mfilisti asiyetailiwa akalitukana taifa la Bwana? Oh, haleluya! Inakuaje? Ukaingia uchungu ndani yake. Ulipoingia uchungu ndani yake, kuna jambo la kiukombozi likazaliwa kwa taifa la Israeli. Oh, haleluya! Manteli kapata rebedeska patolia kata seita. Kwa nini nakwambia haya? Ukisoma Biblia yako, fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 16 mstari wa 21. Biblia inasema, mwanamke azapo yu ana huzuni, kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Oh, haleluya! Kumbe anasema mwanamke anapoanza kuzaa anakuwa na huzuni. Huzuni ya nini? Kwa sababu ya uchungu alionao. Leo hii nenda leba, uwezi kukuta mwanamke anayecheka, wote wanalia. Leo hii nenda kwenye wodi ya wazazi ambao wanatarajia kujifungua, unakuta wote wapo vitandani wanalia. Wengine wamevuata na nguo wanalia, wengine wanajipiga mapaja yao, wengine wanajipiga vichwa vyao, wengine wanajipiga mikono yao. Kwa sababu gani? Kuna jambo wanalifosi ambalo inapaswa mtoto azaliwe. Heria mantarabadoskapa. Nami naongea na mtu, inawezekana yu hana huzuni kwa kuwa kuna jambo ambalo alitaraji liweze kuzaliwa. Aidha kuna jambo la kihuduma alitarajia liweze kuzaliwa ndani ya mwaka 2026 na bado halijazaliwa. Aidha ilikuwa ni 2025 na bado halijazaliwa. Aidha kuna jambo la ndoa na bado halijazaliwa. Amechumbia akaachwa, akachumbiwa akaachwa. Imekuwa ni miaka 7 sasa, na ndani yake amesikia uchungu, na hata inafika kipindi mwanamke amekata tamaa, anasema ni aheri tu nizae nilee mtoto wangu, hata nikapata tu janaume ambalo ni personal ili liweze tu kunizalisha nilee mtoto wangu. Umefika kubaya, mtu wa Mungu. Sikaa magotini kwa Bwana, peleka uchungu wako mbele za Bwana. Ninajua ya kwamba kupitia uchungu ulio nao kuna jambo linakwenda kuzaliwa. Eria mantarabadoskapa manteskepeta rabadosiata. Kama Yohana anasema mwanamke anapokuwa anaelekea kujifungua yu ana huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena, hutaikumbuka tena hiyo dhiki ya kuchumbiwa na kuachwa. Pale utakapoolewa hautokumbuka tena ile dhiki ya kupanda na kutokuvuna. Pale utakapovuna hautokumbuka tena yale mateso uliyoyapitia. Pale Mungu atakapokuvusha wana wa Israeli baada ya Mungu kuwavusha katika bahari ya Shamu, hawakukumbuka tena kwa habari ya yule mtesi wao ambaye alikuwa Farao, bali walikwenda wakiimba nyimbo za ushindi. Nami ninamuona mwanamke, namuona mwanaume ambaye atainuka tena na kuanza kuimba nyimbo za ushindi, kwa sababu kuna jambo limezaliwa. Kuna jambo la miujiza limezaliwa kwenye maisha yake. Kuna jambo limezaliwa
limezaliwa la kazi. Aliapply kazi sana, hakupata kazi, lakini kuna jambo limezaliwa kwa uchungu ulio nao. Unapopeleka vyeti wanakuyumbisha huku na kule, unapoomba kazi hata wengine wanakudhihaki. Huo uchungu, ninakuhakikishia kuna jambo linazaliwa. Unaanza biashara inakufa. Wewe huo uchungu ulio nao, ninakuhakikishia kwamba liko jambo linakwenda kuzaliwa. Rebeskapato liamante liakatara badoshataya. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Ninatamani sana haya ninayoyazungumza mtu aweze kuyaelewa. Ninatamani sana haya ninayoyaongea uweze kuyaelewa. Shanda rabadoskapa heria baseteria basokoria batesieta. Nisikilize nikwambie, Haman alipokuwa ametangaza kwa habari Waisraeli wauao, alipokuwa ametoa hiyo agenda na huo waraka ameuandika, yuko mtu mmoja anaitwa Mordekai. Mordekai alijawa na uchungu ndani yake. Alipokuwa amejawa na uchungu Mordekai, Esta akaja. Alipokuja Esta akamweleza Mordekai, anamwambia yote ambayo ameyakusudia Hamani juu ya taifa la Israeli. Tunaona ya kwamba Esta na Mordekai wakatangaza siku 3 za kufunga na kuomba pasipo kula wala kunywa. Nao walikuwa katika hali ya uchungu kwa sababu wametangaziwa mauti. Ni sawasawa na wewe leo hii, mtu akakutangazia mauti. Nasikia ndani yako lazima usikie hali ya tofauti, lazima usikie maumivu, lazima usikie uchungu, hasira, lazima usikie huzuni. Lakini uchungu wa Mordekai ulipelekea taifa la Israeli kuna jambo likazaliwe. Narudia tena, uchungu wa Mordekai ilipelekea taifa la Israeli kuna jambo kuzaliwa. Nami leo ninaomba uchungu wako likapelekee jambo kuzaliwa. Narudia tena, likapelekee jambo kuzaliwa. Kwa nini nazungumza haya? Nazungumza haya kwa sababu ninamjua Mungu, yeye anayeweza kuyabadilisha mambo machungu kuwa matamu. Kama aliweza kuyabadili maji yaliyokuwa ya mabaya hayafai, lakini maji yakageuka kuwa matamu. Na ndivyo ninavyoongea na mtu hapa ambaye anapita kwenye machungu, na juu ya hayo machungu anayoyapitia kuna jambo linakwenda kuzaliwa la mambo matamu. Hiria mantarabadoskapa. Fanyika leo hii kuwa Esta. Fanyika leo hii kuwa Esta. Vashti hakujua ya kwamba yeye ni ngazi ya kuzaliwa Esta. Hakujua kupitia yeye kuna mtu anakuja anaitwa Esta. Na ndivyo watu ambavyo hawajui kupitia wewe unakwenda kuwa nani baadaye. Hawajui hao ya kwamba kesho wewe ni mtu wa namna gani. Nasema hawajui hao. Hawajui, wacha wakupuuzie tu. Hawajui, wacha wakukatae tu. Hawajui, wacha wakuseme tu. Hawajui wewe ni nani kesho. Hawajui ya kwamba uchungu ulio nao kuna jambo linakwenda kuzaliwa. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Yuko mama mmoja ambaye yule mama alikuwa ni maskini sana. Alikuwa amejenga nyumba yake imechoka sana, na kulikuwa na tajiri mmoja ambaye alikuwa amepakana kwenye hicho kiwanja, amejenga nyumba ya kifahari sana, ambaye ni mama ambaye alikuwa ni tajiri, ana fedha sana. Yule mama akaweka fensi yake, ile fensi ikawa imewekwa imepita kwenye hadi ule uwanja. Yule mama wamepakana kwenye ule mpaka, lakini hakujua ya kwamba yule mama ni mtu wa namna gani. Mungu amemjalia hekima na maarifa. Yule tajiri alikuwa amefanya upande wa pili wa ukuta, ule ukuta ambao ulikuwa umemtenganisha yeye na yule mama maskini, ilikuwa ni eneo lake la kutupa takataka zake. Alikuwa akichukua takataka na mwaga upande wa pili,
anachukua tena takataka, anamwaga upande wa pili, anachukua. Yule mama maskini akaenda akagonga geti la yule tajiri, akamwambia, mama, ninaomba usitupe huku takataka, maana sasa zinaharibu mazingira ya upande wangu. Yule mama akaishia tu kumwangalia na kumshusha na kumpandisha. Yule mama akanyamaza, akaondoka, kwa sababu hakusikilizwa hoja yake. Akaondoka na uchungu ndani yake, akawa na huzuni ndani yake, lakini asijue ya kwamba afanye nini. Likaja wazo juu ya yule mama maskini. Yule mama maskini akawa anachukua zile takataka, anazitandaza kwenye shamba lake, anatandaza kwenye shamba lake, anatandaza kwenye